Once again. Rasmi naifungua dunia, tunakutana na huyu mshikaji. Huyu mwamba ni bonge la mtajiri, anakwenda kwa jina la Peter. Ni tajiri mkubwa vibaya mno na anamiliki kampuni kubwa kinoma noma, na hii ni kampuni yake na hapa ni wafanyakazi wake. Mmoja kati ya mfanyakazi wake alikuwa akielezea mauzo ya kampuni, maana hii kampuni kila itwapo leo mauzo yamekuwa yakipanda. Yaani kiujumla kampuni ya mshikaji imekuwa ikifanya vizuri vibaya mno. Ipi siri ya mafanikio yake? Mshikaji ni kijana ambaye yuko smart vibaya mno, ni mchapakazi, anaheshimu muda kuliko kitu chochote kile. Huko upande wa pili tunakutana na huyu binti maskini, anakwenda kwa jina la Chioma. Bosi wake kila siku amekuwa akimgombeza, kwani udada ni binti maskini alafu anafanya kazi kwenye kampuni ya huyu mshikaji. Hii ni kampuni ya fashion, lakini umwamba utoka uamini kwamba kila siku amekuwa akimfokea huyu binti, anamjibu vibaya, anamtukanaga. Ni kwa sababu huyu mwamba alishawahi kumtongoza udada, alafu huyu bidada alimkataga huyu mshikaji, na ndio maana kila muda mwamba anamtukana, muda wote anampona, anamsema vibaya. Bidada hata ikichelewa dakika 2 tu mwamba anamfokea vibaya mno, yani kama vile amechelewa masaa milioni. Yani nyinyi maskini ni watu ovyo kweli, mnafanya vitu vya kipuzi. Lakini naelewa, ila utaki kuniita hivyo, mimi mbona ni mwaminifu kwenye kampuni, naomba nisamee. Ndio hivyo bana. Yani kila muda mshikaji amekuwa ni mtu ambaye anamtukana na kumjibu vibaya na kumfokea bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma. Eti ni kwa sababu alishia kumtongoza alafu huyu bidada akamtolea nje. Kwa mshikaji ndo kama vile anamalizia asila umo. Ni mabosi wengi kweli waga wanafanya hivyo, na kama unajijua ni bosi unafanya vitu kama hivi, sio poa kabisa. Inabidi uache haraka iwezekanavyo. Hii picha yetu ni picha kali vibaya mno, usibonyeze kitufe chochote, ongozana na mimi mpaka mwisho. Na dada letu linakwenda kwa jina la bosi anayetokana na wafanyakazi, ni kinyesi tu. Ni wakati mwingine tunamwona bidada ambaye anaitwa Chioma, alikuwa zake baa hapa. Alikuwa na rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Amara. Walikuwa wakipiga story na Amara akawa anamwambia, hivi umeona hii kuna mashindano bana ambaye atafanya vizuri, atapata nafasi ya kuweza kufanya kazi kwenye hii kampuni, na ni kampuni kubwa kweli, ni kampuni ya kimataifa, inafanya vizuri kweli duniani kote. CEO wa hii kampuni amekuwa akichukua tuzo kila wakati, amekuwa akifanya vizuri kimataifa vibaya mno. Inabidi uende rafiki yangu, wewe umesoma vizuri, nenda peleka vyeti vyako pale, maybe unaweza kupata nafasi. Basi bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma ikabidi aweze kufanya vile, akaanza kutafuta vyeti vyake nini, kuhakikisha kwamba akipeleka CV kwenye ile kampuni kila kitu kiende pecha lolo. Na alichokifanya kabisa, ikabidi aanze kupiga vyeti vyake picha pale, ili mradi aweze kuapply online kama ataweza kupata nafasi kwenye hiyo kampuni ya kuingia kwenye mashindano. Na utoka uamini ni kwamba bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma alipokea ujumbe ni kwamba amekubaliwa naye atajiunga kabisa kwenye mashindano ambayo yanaendelea kwenye hiyo kampuni. Bidada alifurahia vibaya mno kwa sababu ilikuwa ni ndoto yake ya muda mfupi, ambayo baada ya kuweza kuona lile tangazo ni ndoto ambayo alikuwa akitarajia maybe inaweza ikatokea. Basi bana, siku ya mtihani ilifika, na siku ya leo ndo siku ya mtihani. Kulikuwa na mabinti wengi kweli ambao walikuja kwa sababu ya kuja kufanya mtihani, yani mashindano, ambaye atashinda atapata nafasi. Mtihani wetu ni dakika 60 tu. Kikubwa inabidi uhakikishe kwamba macho yako yote yanakuwa kwenye kompyuta yako, usimgeukie mwenzako, usimsemeshe mwenzako. Hakikisha kwamba unaofanya mtihani wako kwa uzuri kabisa, unajibia maswali yote ambayo utakuwa ukiulizwa. Na vipi, kuna mtu ana swali? Basi bidada ambaye anaitwa Chioma akawa amenyosha mkono pale na akauliza swali, samani, mbona kila nikigeuka nikitazama watu wote ambao naona hapa ni wa kike tu, alafu wote umri mmoja, yani age moja. Sijielewa shida ni nini na nini maana yake, kwa sababu kwamba kazi inahitaji watu wa umri mmoja tu. Huyu dada akasema, tafadhali uruhusiwi kuuliza swali kama hilo. Kama unahitaji kazi inabidi ufanye kitu ambacho kimekuleta. Hakikisha kwamba unaweza kufanya huo mtihani na ukifaulu unaweza kupata kazi. Jamani, kuna mtu mwenye swali lingine? Ni kwamba kuna mtu pia alikuwa na swali lingine, basi kabidi aweze kuwaruhusu anze kufanya mitihani, na basi watu wakalianzisha pale. Lakini utoka uamini ni kwamba huu mtihani asilimia kubwa unazungumzia masuala mazima ya mtu binafsi,
Yaani maswali mengi yaliyoko kwenye mtihani ni maswali ya mtu binafsi, kwamba wewe ni nani, unaishi wapi, umesoma wapi, boyfriend wako ni nani, je una boyfriend au hamna. Ni maswali fulani hivi ambayo yamekaa kiprivate sana, na bila alikuja kumwambia kila kitu rafiki yake ambaye anakuwa jina la Amara. Utoka uamini ni kwamba ule mtihani mimi umenishangaza, hakuna kitu chochote cha maana. Alafu kitu ambacho kimenishangaza ni kwamba watu wote pale ni wanawake, mpaka walinzi wanawake, wasimamizi wanawake, watu ambao tunatakiwa kuweza kuajiriwa ni wanawake, alafu wote ni umri mmoja. Hicho ndio kitu ambacho nakishangaa. Imekuwaje kwaje? Mpaka rafiki yake alikuwa akishangaa. Ndio hivyo, na kubwa kuliko ni kwamba maswali yote ambayo yalikuwa kwenye ule mtihani ni maswali ambayo yanazungumzia maswali binafsi, kwamba una miaka mingapi, unaishi wapi, vyeti vyako umesomea wapi, boyfriend wako ni nani, je una boyfriend au hakuna. Yeye ndio maswali ambayo yalikuwa yamejaa kwenye ule mtihani ambao walikuwa wakiufanya. Ni wakati mwingine tena bidada alikuja kutimba kwenye hii kampuni, na muda si mrefu kuna huyu dada akatoka, anakwenda kwa jina la Adenike, na alikuwa akimuita bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma. Chioma, ni wakati wako sasa, njoo lako iwezekanavyo. Na akawa amemsisitiza kwamba jitahidi kufanya vizuri kwa sababu hii ni nafasi yako, okay? Bidada akasema okay. Basi mdogo mdogo huyu dada ambaye anakwenda kwa jina la Adenike akawa anamuongoza bidada Chioma kuweza kumpeleka kwenye chumba cha mahojiano. Kwani siku ya leo ndio ilikuwa ni siku ya mwisho yeye kuweza kumalizia mtihani wake. Mtihani wa kwanza ulikuwa ni ule wa kuweza kujibu maswali ya kwenye kompyuta, lakini sasa hivi ni maswali ya papo tu papo. Na bidada akawa anajitambulisha jina lake pale kwamba anakwenda kwa jina la Chioma, na yule dada akawa anamuuliza maswali, mtoto wa kike anajibu, lakini maswali ni yale yale. Anaulizwa kwamba je, vipi una mchumba, vipi ushawahi kubeba mimba, hujawahi kutoa mimba. Hayo ndo maswali ambayo pekee yanaulizwa. Vipi unamwaga nini, una shida gani, una matatizo gani. Hayo ndo maswali pekee ambayo huyu dada alikuwa akiulizwa, mpaka akawa anashtuka. Samani niambie, hivi ni kazi gani ambayo mimi naenda kuifanya, kwa sababu kuna vitu hata sivielewi. Ni kazi gani ambayo naenda kuifanya? Lakini ubishangazi ya kuhitaji kuweza kumwambia bidada ni kazi gani ambayo anaenda kuifanya. Kikubwa tu alimwambia kwamba inabidi endelee kuzingatia kile ambacho ameambiwa, kwamba inabidi aweze kujibia maswali. Baada ya kuweza kujibia maswali atakuja kujua ni kazi gani ambayo anaenda kuifanya. Bidada hutoka uamini ni kwamba ameapply kwenye kampuni, lakini hajui ni kazi gani ambayo ataenda kuifanya baada ya kuweza kushinda. Ila ubishangazi alimsisitiza tu kwamba hii nafasi ni ya pekee kweli, na kwenye nafasi moja kati ya mabinti watano wewe umetoka, na wewe ni special. Yani kati ya mtu tano na wewe pia ni special, kwa inatakiwa uwe makini kweli. Basi bidada akawa anamwambia kuna shida, na mtoto wa kike akawa anajishinga zake pale baada ya kuweza kujibia maswali. Nani wakati mwingine tunamwona bidada ambaye anakuwa na jina la Adenike pamoja na huyo mshikaji ambaye anaitwa Peter. Kumbe kampuni ni ya mshikaji ambaye anaitwa Peter, na huyo dada alikuja kwa sababu ya kuweza kurudisha majibu ya watu wote ambao walikuwa kwenye mashindano, na akamtaja mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne. Lakini kila mtu ambaye dada anamtaja na kuweza kumuonesha mshikaji, mwamba wote alikuwa hawaelewi kabisa. Hakuna mtu ambaye alikuwa akimuelewa. Bidada alipagawa, alijaribu kuweza kumuelezea, lakini mshikaji hakuna mtu ambaye alikuwa akimuelewa. Bidada akasema hakuna shida, kuna huyu mtu wa mwisho ambaye anaitwa Chioma ambaye aliweza kushikilia nafasi ya 5 kwenye hiyo 5 bora. Basi mshikaji akamwambia ngoja niangalie mwenyewe. Basi mwamba mdogo mdogo akawa anamwangalia huyo Chioma. Utoka uamini ni kwamba mshikaji alishtuka. Huyu Chioma kidogo alimshtua. Mshikaji akasema nimependa. Huyu hapa nimempitisha, anafaa kabisa. Bila akasema hapana, afai huyo Peter. Kuna wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4. Kweli kati yao wote umekosa mpaka unakuja kumchukua mtu ambaye ameshikilia nafasi ya 5. Mshikaji akasema of course, huyo ndo nimempenda. Amna bana, huyo afai kabisa kwa sababu hata elimu yake ni ya chini. Amesoma chuo lakini kitu ambacho amekisomea hakina nguvu sana. Alafu kuna vitu vingi yani na madoadoa mengi kweli kwenye CV zake. Huyo hatakiwi bana. Huyo dada alikuwa akimpinga bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma, lakini utoka uamini ni kwamba mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Peter alikuwa amempitisha bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma kwamba anafaa kabisa kuweza kuchaguliwa. Utoka uamini mashindano yalikuwa na watu zaidi ya 1000, lakini anahitajika ni mtu mmoja tu.
na mshikaji alisisitiza kwamba kitu ambacho kinatakiwa ni yule bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma aweze kupatiwa hiyo nafasi, na mshikaji alisisitiza vibaya mno kwamba hilo jambo ni lazima lifanyike kwa sababu ni muhimu kweli, na yeye ndo amependekeza kwamba yule dada ni lazima apewe nafasi. Yule dada akasema hakuna shida, no problem, siwezi kukupinga bosi wangu. Alafu mdogo akawa anapitisha bana kwamba bidada ambaye anaitwa Chioma ndo aweze kupatiwa nafasi. Leo bana mshikaji alitimba kazini kwa kina bidada ambaye anaitwa Chioma na akawa anawasalimia mabinti pale. Mabinti wanamjua kwa sababu mshikaji ni tajiri mkubwa, alafu ni mtu maarufu, Nigeria nzima inamtambua. Alikuwa akimuulizia bidada ambaye anaitwa Chioma, lakini hao akawa anazungumza kwamba bidada alikuwa hajafika kazini, na akamwambia kuna shida, inabidi tu ukaribie uweze kuchagua nguo ambayo utaipenda, na kadada kengine utokao uamini kwamba kalienda mpaka kwenye mlango alafu kaka amefunga. Kwa nini kamefunga mlango? Tutaenda kujua mbele ya safari. Na mdogo na mshikaji akawa anachagua nguo ambayo ni bora zaidi, lakini wa mabinti ni kama kuna mchezo mchafu ambao wanaocheza hapa. Muda si mrefu bidada ambaye anaitwa Chioma akatimba, akashangaa amefungiwa mlango, na hawa walikuwa wakizuia kwamba asije. Yote ni kwa sababu wanajua kwamba huyu kidume ambaye amekuja hapa alikuwa akimuulizia Chioma, na huyu mshikaji ni tajiri na ni mtu maarufu vibaya mno. Mshikaji alisikia kama kuna mtu anagonga, alafu anapiga kelele. Udada akawa mzia, tafadhali usiende huko. Mshikaji anabaki anamshangaa, unamshika mtajiri, unamshika bosi. Alafu mshikaji akawa anasogea, mwamba aguswagi bana, akamfungulia bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma, kwani alikuwa amefungiwa. Bidada alivyotoka moja kwa moja ikabidi aanze kumkaribisha mshikaji, akaribia kuweza kuchagua nguo pasina kujua ndo bosi wa ile kampuni ambayo alienda kwenye mashindano. Na mshikaji aliwazumu, akajua kabisa kwamba hapa kuna tatizo. Hawa wafanyakazi wana visa na yule dada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma, na mshikaji akupenda hata kidogo bana. Ni wakati mwingine tena tunamwona bidada ambaye anaitwa Chioma alitimba kwenye kampuni ya mshikaji. Unaitwa bosi, anahitaji kuzungumza na wewe. Basi mtoto kike mdogo akawa anasimama. Leo rasmi anaenda kuonana na bosi wa kampuni kwa sababu yeye ndo bosi kamkubali, kampitisha, na bosi kaenda mpaka kazini kwake, kagundua kabisa kwamba ni binti ambaye anafaa, ni binti mpambanaji. Na basi huyu sekretari wa mshikaji akawa anamuomba bidada aweze kusaini pale alaka iwezekanavyo. Basi bidada mdogo ikabidi aweze kutii, ikabidi aweze kusaini pale. Ili ndo lilikuwa jambo la kwanza kwa bidada, na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Peter akaambiwa kwamba kila kitu kipo tayari. Basi mwamba ndo akawa anakaa. Ndio anabaki anashangaa, ndio yule mshikaji ambaye alikuja siku ya jana ofisini kwake, lakini bidada alipotezea. Huyu anaitwa Peter, ndio bosi wangu na ndio bosi wa hii kampuni. Msikilize kwa kina. Mshikaji akasema ongela sana kwa sababu umeweza kupita na kupitishwa tofauti na wengine wote, lakini issue ni simple tu. Ngoja tufanye biashara, uweze kuambia ukweli kazi ambayo inatakiwa uweze kuifanya. Mshikaji ndo akawa anamwambia mtoto wake kazi ambayo inatakiwa aweze kuifanya. Issue ni simple tu, inatakiwa uweze kupandikizwa mbegu ili mradi uweze kupata mimba, upate mtoto. Rakabaki na shangaa, sikuelewi nini ambacho nakimaanisha. Manako ni nini? Yani unamaanisha nini? Mshikaji akasema mbona anazungumza Kiingereza kilichonyoka? Inabidi tuweze kukupandikiza mbegu alafu uweze kupata mimba ili mradi uweze kunizalia mtoto. Nahitaji mtoto. Unasemaje? Bado sikuelewi. Ndio hivyo bana, inabidi uweze kupandikiziwa mbegu. Ndio akasema sikia nikwambia kitu kimoja, sijaelewa. Yani kitu ambacho nakimaanisha ni nini? Nyosha moja kwa moja kwenye pointi. Mshikaji akasema mbona nazungumza Kiingereza kilichonyoka? Na maanisha hivi, uweze kunizalia mimi mtoto. Yani mimi nikuzalie wewe mtoto. Ndio kitu ambacho ulikuwa unakitaka. Yani interview zote hizo, yani maswali yote, mashindano yote ni kwa sababu eti nikuzalie mtoto tu. Yani hilo moja tu. Udada ndo kana muelezea kwamba inabidi utambue kwamba huyu ni mtu mkubwa na ni mtu mzito. Makampuni mengi makubwa hapa Nigeria na duniani yanamtegemea. Atakiwi tu kuzaa na mtu yoyote yule. Na ndio maana tuliweza kutafuta watu wengi katikati ya watu 1000 ili mradi tuweze kupata mtu bora ambaye ataweza kumzalia mtoto. Hivi mnajisikia kitu ambacho mnakizungumza? Mnakosea kitu ambacho mnakifanya. Amweze mkamwedi mtu kuja kufanya kazi alafu mwisho siku eti mniambie eti mnibebeshe mimba. Mshikaji akanyanyuka pale. Mimi nadhani kuna kitu hujakielewa. Basi Miss Chioma, mimi sihitaji mahusiano na wewe wala ndoa. Ninachokitaka ni uweze kufanya kazi yangu. Na kazi yangu ni simple tu. Unapandikizwa mbegu, unabeba mimba, unazaa mtoto na utalipwa zaidi ya $100,000. Bidada analipwa zaidi ya $100,000. $100,000 ukikalkulate kwa pesa kitanzania kwa sasa hivi ni kama $240,000. Ndio bidada anapewa kwa sababu ya kuweza kumzalia mshikaji mtoto tu. Bila amini. Unataka kuniambia kwamba Mr. Peter
Mr. Peter, yani kila kitu ambacho kimefanyika, yani mambo yote ambayo yalikuwa yakiendelea ni kwa sababu ya mtoto tu. Yes, ndio hivyo, hiyo ndio sababu. Na ukisha saini utamwona dokta ili mradi kila kitu kiweze kufanyika. Bila mimi nikasema hapana, bado nadhani na muda wa kufikiria. Karibu sana na asante kwa kuweza kukaa na sisi kuweza kuzungumza. Alafu bidada akawa anajichenga, nadhani inabidi tutafute mtu mwingine. Kwa sababu huyu mmoja kwa zote amegoma. Alafu bidada akawa anajichenga. Kama unavyojua ni kwamba bidada ambaye anakuwa jina la Adenike ni kwamba ana matumaini na yule bidada ambaye anaitwa Chioma hakuwahi kumkubali hata mwanzo. Bidada alikuwa akitoka nje na alikuwa akizungumza na binamu yake. Kivipi? Unataka kuniambia nini? Kwamba amelazwa hawezi hata kusimama? Yupo kwenye koma? Bidada haamini ni kwamba babake mzazi yuko kwenye koma. Inahitajika pesa aweze kutibiwa kwa sababu huyu dada babake amekuwa akisumbuliwa na maradhi kwa muda mrefu kweli. Bidada alipagawa, alichanganyikiwa kwa sababu babake anaumwa na kinachotakiwa ni pesa ili mradi aweze kupelekwa India, ili mradi aweze kutibiwa. Uko maybe anaweza akawa sawa. Bidada alichanganyikiwa kwa sababu hana pesa yoyote, kazi zake zenyewe halipwi vizuri, ofisini kila siku bosi wake anamletea manjegeka. Bidada alipagawa barabara. Nani wakati mwingine bidada alikuwa zake maskani mdogo alikuwa akifanya usafi tarabintibu kuhakikisha kwamba nyumba inakaa peche, na alikuwa akigongewa mlango, basi bidada akawa anafungua. Atokaa amini ni dalali wa nyumba Katimba, toa kila kitu humu ndani. Utokaa uamini kwamba bidada amekuja kutolewa vyombo. Wewe si hauhitaji kulipa kodi, hujalipa zaidi ya miezi miwili, hakuna mtu ambaye anakuelewa. Na utokaa uamini kwamba dalali kaja na askari polisi kabisa, ni kwamba bidada inabidi aweze kutolewa kila kitu, na watoaji wako vizuri vibaya mno, wamechangamka kinoma noma. Yani ndani ya dakika sifuri unashangaa nyumba kila kitu kimetolewa. Bidada alikuwa akiomba radhi walau waweze kupewa muda, lakini hakuna mtu ambaye anamuelewa. Huyu mshikaji hamuelewi kabisa bidada kitu ambacho anamwambia. Kusanya kila kitu, toa hapa, toeni kila kitu. Bidada alitolewa vyombo. Eti ulishoitolewa vyombo wewe? Omba isikukute. Na kuna kikilikuu kilikuja hapa, kililetwa na rafiki yake na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Amara. Alikuja kwa sababu ya kuweza kuvibeba vyombo vya rafiki yake, kwa sababu ya kuweza kumsaidia kwenda kumtunzia magetoni kwake, kwani rafiki yake katimuliwa, eti kafukuzwa. Eti kwa sababu ameshindwa kulipa pesa, ameshindwa kulipa kodi. Bidada alikuwa ni huzuni vibaya mno kwa upande wake, na huku upande wa mshikaji alipigiwa simu na sekretari wake, na alikuwa akimwambia kwamba yule binti Chioma anahitaji kukutana na mshikaji lakini private. Basi mshikaji kamwambia hakuna shida, nitakupatia location sehemu ambayo inabidi aweze kufika. Na mwamba alitimba mapema, alikuwa akimsubiri bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma, na bidada alitimba. Alikuja hapo kwa sababu kuna kitu anahitaji kuweza kuzungumza na mshikaji. Maisha yake ni magumu eti. Akanamwambia kwamba nimekuja hapo kwa sababu moja tu. Mwamba akasema hakuna shida, na akawa anamuita wait aweze kumletea bidada kinywaji aweze kuchamba koo. Na bidada alikuja hapa kwa sababu moja. Cha kwanza, amekubali kabisa kuweza kuzaa na mshikaji, amekubali kuweza kumzalia mshikaji, yani kuweza kupandikiza mbegu ili mradi aweze kumpatia mshikaji mtoto. Basi bana, yule mhudumu aliweza kuhudumia kitu ambacho bidada alikuwa ameagiza. Kilikuwa ni kinywaji fulani hivi, kinywaji ambacho alikuwa akitumia mshikaji, na bidada alikuwa amekiagiza hicho, na alikuwa akimuuliza, hivi ni kwa nini unatamani mimi niweze kukupatia mtoto? Sababu ni ipi? Ni kwa nini umenichagua mimi? Kwa sababu mimi nakumbuka kabisa kwamba mimi sikuwa namba moja. Mshikaji kamwambia kwa sababu una deserve, unafaa kabisa. Nilipokuona niliona kabisa kwamba ni mwanamke ambaye unafaa kabisa kuwa mama wa mtoto wangu. Ndio hivyo bana, wanaume ambao mnatamani kuweza kupata watoto, muangalaga na wanawake ambao mnataka wawe mama wa watoto zenu. So mnamtafutia mtoto mama wa ajabu ajabu, mama muhuni, na mwisho wa siku unajikuta unatengeneza kizazi cha wauni. Na bidada alichomuomba mshikaji ni kwamba, anachokiomba ni kwamba kwenye kusaini mkataba rafiki yake awe kama shahidi, na sio hivyo tu, pia alikuwa na ombi lingine. Unadhani ni ombi gani? Utoka uamini ni kwamba mikataba ilisainiwa pale, bidada alisaini na rafiki yake alisaini kama shahidi wa mkataba. Basi akawa anampatia bidada baada ya kuweza kusaini mkataba. Wamesha saini bana. So bidada kwa sasa hivi yuko radhi kuweza kutumika, yuko radhi kuweza kuhakikisha kwamba anapandikiziwa mbegu aweze kumzalia mshikaji mtoto kama ambavyo mshikaji alivyokuwa akihitaji bana.
Na basi bana, siku ilitimba. Yani siku leo ndio ilikuwa siku ya upandikizaji mbegu. Bidada apandikizwe mbegu then aweze kushika mimba. Basi ilikuwa ikihitajika kwenye chumba cha kuweza kufanyia hilo jambo. Basi nesi ikabidi aweze kusindikizana na bidada mpaka kwenye hiko chumba. Na utoka uamini ni kwamba upandikizaji wa mtoto uliweza kufanyika bana kwa bidada ambaye anakuwa jina la Chioma, kwani alipimwa akagundulika kabisa kwamba kila kitu kipo sawa. Na mwamba alikuwa akilisimamia hilo jambo mwanzo mwisho, yuko serious kabisa kwamba anahitaji mtoto, na alikuwa akimshtua bidada na alikuwa akimpa pole kwa sababu kuna namna kidogo bidada alikuwa hayuko sawa. Unajua hichi kitu hajawahi kufanya kabisa, ndo mara yake ya kwanza, na anafanya hivi kwa sababu ya shida tu. Na utoka uamini bidada baada ya kuweza kupandikizwa mimba akaendelea kufanya kazi zake, yeye akaendelea kuhudhuria kazini. Na siku leo kichefuchefu kama unavyojua, mimba ilijibu na marafiki zake wakatimba, kana mimba kwa kamebeba mimba, si ndio? Waligundua kwamba bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma ana mimba, lakini utoka uamini ni kwamba alianza kumkorofisha na mimba yake kwa sababu walikuwa wanajua hiyo mimba ni ya nani. Na utoka uamini kwamba marafiki zake ni maadui zake kwa muda mrefu kweli. Kama unavyojua sehemu ambazo waga tunafanya kazi vibaruani huko, kuna kuwaga na watu ambao unakuta mnagombana, amuelewani. Ndio hivyo watu ambao wanafanya kazi kwenye makampuni au sehemu yoyote ambayo mnafanya kazi zaidi ya watu wawili, wanne, watano, lazima kuna kuwaga na wivu fulani hivi. Hata kama mtu hujamzidi kitu na wengine wametuzidi kila kitu, lakini bado wanakuwa na wivu na sisi. Utokao uamini walimtembezea bidada mtimbo kichapo, tena walikuwa kipiga kwenye tumbo lake kuweza kuhakikisha kwamba wanaharibu kila kitu kilichopo tumboni. Walipiga na wewe kichapo. Bidada pale pale alijikuta amezidiwa. Walipiga kinoma noma, tumeoa nini? Wakashtuka kwamba itakuwa tumeoa, tujichange bana. Basi ikabidi mdogo mdogo waweze kukimbia, lakini bidada alikuwa tayari amezidiwa. Alikuwa hoi kwa sababu walikuwa wamemfanya vibaya. Walimfanya vibaya eti. Bidada alikuwa amepagawa kinoma noma na alipelekwa hospitali. Mshikaji alipata hizi taarifa. Bidada alijisikia vibaya kwa sababu amemdisappoint mshikaji. Mwamba akawa anampa pole. Bidada akawa anasema asante. Nini ambacho kimetokea? Kikweli hata sielewi, ila naomba nisamehe sana kwa sababu ni mistake ya kipumbavu nimeifanya. Bidada aligundua kwamba amefanya mistake ya kipumbavu vibaya mno, na alikuwa akimwomba radhi mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Peter, na pia alimwomba daktari aweze kumpandikizia mbegu zingine kwa sababu ile mimba ya mwanzo ilikuwa tayari imeshaharibika, na daktari akamwahidi kwamba ukishakaa sawa tutakupandikiza mimba nyingine. Bidada akasema hakuna shida. Mwamba haamini mtoto wake wa kwanza amechomoka. Utoka uamini ni kwamba mshikaji alikuwa kishinda na bidada hospitali muda wote kuweza kuhakikisha kwamba mtoto wa kike anakaa sawa, ili mradi aweze kumbebea mtoto, aweze kumzalia. Mwamba muda wote alikuwa akimsomea vitabu vya hadithi, vitabu vya nyimbo nzuri nzuri za mapenzi. Mshikaji mpaka alijikuta anazidiwa, muda wote anakuwa karibu na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma. Bidada alikaa sawa, nilikuwa ametulia na mwangalia kaka. Ni tajiri lakini pia ni mtu mzuri kweli. Anakea, angelikuwa ni tajiri mwingine asingekuwa na yeye hapa. Bidada alimpenda mshikaji bure. Ni mtu mzuri kweli. Hata ungekuwa ni wewe ambaye unatazama hii picha, ni lazima ungempenda huyo mwamba. Ni mtu safi kweli. Na utoka uamini ni kwamba mshikaji ilibidi aweze kumbeba bidada ambaye anaitwa Chioma na kuweza kumleta mpaka nyumbani kwake. Kwani mwamba alijua tu kabisa kwamba eneo ambalo bidada anaishi usalama kidogo ni mdogo. Usalama utakuwa ni mdogo zaidi kwa mtoto wake bana ambaye yuko tumboni kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chioma. Bidada hapa utoka uamini alikuwa akila na enjoy, anakula maisha kwa sababu nyumbani kwa mshikaji maisha ni safi, kila kitu ni apeche. Ni wakati mwingine tunamwona mshikaji alikuwa amepoa zake hapa, na muda si mrefu bidada ambaye anaitwa Chioma akawa anatimba. Ni kama miezi miwili imepita, kwa bidada mdogo mdogo mimba inazidi kukua na anazidi kukaa karibu na mshikaji. Na lakini pia nikukumbushe kwamba hizi ni jinsia mbili tofauti, yaani mwanamke pamoja na mwanaume wakishaishi zaidi ya miezi miwili, lazima kuna kitu kinaanza kujitengeneza. Alafu wameridhiana kabisa kwamba waweze kuwa wazazi, waweze kuzaa mtoto, lazima kuna hisia zinajivuta kati ya wawili. Na hizi hisia zilianza kumchokoza bidada, kajikuta amemgeukia mshikaji, amemshika kwa hapa. Mwamba kabaki anashangaa nini ambacho anataka kufanya. Bidada akawa anambusu mshikaji pale. Mwamba akasema unanichokoza, unanijua vizuri wewe. Alafu bidada akawa anampiga tena busu mshikaji.
anapata juisi ya miwa. Alafu bidada akawa anamwacha Mwamba. Kama tunavyomjua huyu mshikaji ni mzee wa kunjunja, unadhani atamwacha udada? Mwamba alikuwa akimwangalia tu, wewe unanchokoza. Na kabidada kalizama mpaka kwenye maji, alafu kaka nafungua vifungo. Mwamba kasema unataka vya kwenye maji, vita vya maji unavitaka? Bila kasema yes, nahitaji vita vya maji. Mwamba kamgeuza, anavijua vita vya maji mshikaji, kambania kwa hapa. Mwamba akasema leo naua, na bidada akawa anamfungua mshikaji vifungo yeye mwenyewe. Watengeneze njia bana, ili mtoto akija kutoka atoke vizuri. Mwamba kavua shati, cheki mkifua, bidada akiangalia, una kifua kaka. Mwamba akasema bado hujasema, umenitamani, acha nikuoneshe ufundi. Mwamba kaanza kupata juisi ya miwa na alimjunja mdada watu, alimtafuna ya nini, humu tu. Na baada ya kuweza kumtafuna bidada ambaye anaitwa Choma, utoka uamini, siku ile alikuwa akitoka zao kliniki, bidada mdogo kitumbo kinazidi kuwa hicho. Na leo toka uamini, wale marafiki zake wawili ambao walikuwa wakifanya nao kazi walikuwa wakimuomba radhi kwa kile ambacho walikuwa wamemfanyia miezi 3 iliyopita, kwani sasa hivi bidada ni mke wa bosi, ni mwanamke wa bosi, mchumba wa bosi, yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Peter. Walikuwa wakiomba radhi bana kwa kile ambacho alikifanya, kwa sababu yeye mshikaji alipandikiza mbegu, alafu hao wamekuja wameitoa. Utoka uamini, walinyuka mpaka magoti, wanaomba radhi kwa sababu bosi wao alikuwa akihitaji kuweza kuwafukuza kazi, lakini bidada aliwaambia nimewasamehe kwa kila kitu ambacho mlikifanya. Bidada aliwasamehe kwa kila kitu ambacho walimfanyia, kwani sio kile tu, ni vitu vingi kweli walikuwa wakimfanyia tangu wameanza kazi. Lakini bosi aliyochimba mkwala kwamba wasije kurudia tena, la sivyo watakosa kazi. Na bidada alimwambia bosi hakuna shida, una haja ya kuwatishia, waache endelee kufanya kazi. Na bidada akawa anawaaga pale, akawa anatakia siku njema. Walikuwa wakimshukuru bidada kwa sababu ni mtu mzuri kweli. Basi mshikaji akawa anawafukuza, wakawa wanajijenga zao kwenye ofisi yake. Huku bidada utoka uamini kwamba alipigiwa simu na mama yake mzazi. Utoka uamini babake kapona, yuko mzima na alikuwa akiongea na babake. Bidada alikuwa happy vibaya mno. Kwa sasa hivi babake ni mzima kwa sababu ametibiwa. Leo nataka niwaambie wale ambao mnasemaga kwamba pesa sio kila kitu. Ni kweli pesa sio kila kitu, lakini pia pesa ni kila kitu kwenye hii dunia. Yaani kwenye hii dunia pesa ni kila kitu. Ona yule mdingi, baada ya pesa kuweza kupatikana amepona, lakini pesa isingepatikana angepoteza maisha. Jamani, tutafute pesa. Pesa ndo kila kitu kwenye hii dunia. Unajua kuna watu wanasemaga pesa sio kila kitu, Mungu ndo kila kitu. Guys, msimfananishe Mungu na pesa. Mungu ni zaidi ya vyote kwenye hii dunia. Yaani Mungu sio kitu, pesa ni kitu. Mungu ni zaidi ya vyote kwenye hii dunia. Kwa hiyo siku moja usimfananishe Mungu na pesa, ila usisahau kwamba pesa ndio kila kitu kwenye hii dunia. Kwa unapofanya kazi, fanya kazi kwa bidii kuweza kuhakikisha kwamba unaipata hiyo pesa. Mshikaji ameipata hiyo pesa, anamhudumia mwanamke wake, aliipata hiyo pesa na ndio maana kamtibia baba wa mwanamke wake. Mwanamke ambaye inabidi aweze kumzalia mtoto ni kwa sababu ya hiyo pesa. Asingekuwa na hiyo pesa ambayo ndio kila kitu, yule mdingi angekufa na asingeweza kupata mtoto. Na huyu dada Mwamba alikuwa akimfanyia massage. Wewe bidada akiangalia analipwa hela nyingi zaidi ya milioni 240 na anafanyiwa massage kabisa. Ni miezi 7 sasa hivi, kitumbo hiko. Mwamba ni anachekelea vibaya mno, anajua sio muda mrefu tu atapata kitoto cha kiume. Na ilikuwa ni furaha kubwa vibaya mno. Muda wote mshikaji anampatia furaha bidada, na bidada alikuwa happy kinoma noma. Hii mimba yake ilimfanya enjoy, ilimfanya anyonye maisha. Na siku leo huwezi kuamini kwamba ndio ile siku ya wali na ugali kupakuliwa, siku ya bidada kuweza kujifungua. Uchungu ni kama wote. Bidada alikuwa akipiga makelele, uchungu. Mshikaji hajaje kukutanaga na situation kama hii, hajaje kukutanaga na mtu mwenye uchungu. Bidada alikuwa akipiga makelele, yani kama vile anahisi kufa. Waliozana nadhani wanaelewa maumivu ya uchungu wa kwenda kujifungua. Bidada alikuwa akipiga makelele ni kama yote, na mshikaji ikabidi ize mdogo aweze kumchukua bidada na kuweza kumpeleka hospitali ili mradi mtoto wa kike aweze kujifungua, kwa sababu alikuwa akihisi maumivu makali, ni uchungu eti. Na baada ya wiki moja kuweza kupita,
Utoka uamini, mwamba alibeba katoto. Bidada alijifungua salama bana, na alipata kitoto cha kiume. Bila kosea, hichi kitoto walikiita Genius. Wewe, mwamba alikuwa ni happy vibaya mno, alikuwa na furaha. Hatimaye sasa umeniletea Genius. Bidada naye alikuwa happy vibaya mno. Kitoto cha mshikaji hicho, walikuwa na furaha kubwa kinoma noma. Kiukweli nashukuru kweli. Asante sana. Mwamba alikuwa happy kwa sababu huyu dada kamletea kitoto bana. Hakuna kitu raha kama mtu ulikuwa unatarajia kuweza kupata kitu alafu ukakipata. Inakuwa ni furaha kubwa kinoma noma. Mshikaji alikuwa akitamani kuweza kupata mtoto. Ona sasa, kampata mtoto. Muda wote mwamba anakuwa karibu naye tu. Hahitaji kumpatia hata bidada ya mshike. Lakini no way. Huyu ndo mama wa mtoto. Mwamba akikiangalia, kitoto ni kizuri bana. Ndio hivyo bana. Wewe kijana ambaye unaangalia hii picha, make sure kwamba unamtafutia mtoto wako mama mzuri ili na mtoto wako awe mzuri bana. Usije ukaongeza wingi wa wabaya duniani. We mbaya unatafuta mke mbaya. Hapana. Japokuwa kuna mtu mbaya kwenye hii dunia, watu wote wako chikopa, lakini una mix bana. Ni wakati mwingine mshikaji alikuwa na bidada hapa, alikuwa akipata zao matunda, na bidada alikuwa akimwambia mshikaji kwamba nadhani wakati sasa wa mimi kuweza kuondoka kwa sababu nimeshafanya kile ambacho ulikuwa ukikihitaji. Mshikaji akamwambia najua. Ndio hivyo bana, sina muda tena hapa. Nadhani wakati wangu umeshakwisha. Lakini mshikaji akasema hapana. Inabidi ukae miezi mingine kwa sababu mimi bado nakuhitaji. Ni jambo ambalo haliwezekani. Huyu dada kitu ambacho alikuwa anakihitaji ni kuweza kuondoka. Yaani aondoke hapo kwa sababu makubaliano yalikuwa ni kwamba baada ya yeye kuweza kujifungua mtoto inabidi aondoke kwa sababu kazi yake hapa ilikuwa ni kumletea mshikaji mtoto tu. Lakini utokao uamini, mshikaji kwa hichi kipindi chote ambacho amekaa na huyu dada kajikuta kampenda, kajikuta amefall in love. Kwa kumruhusu dada aondoke ni jambo ambalo haliwezekani. Alafu mtoto kike kamzilea kitoto kizuri. Unadhani mwamba alimruhusu bidada aondoke? Alimwomba bidada aendelee kubaki, na kama anahitaji pesa zaidi anaweza kumpatia, lakini dada akasema hapana. Hata hivi siendelee kufanya hivi kwa sababu ya pesa. Tafadhali naomba uzidi kubaki hapa kwa sababu wewe ni zaidi ya mtu muhimu kweli kwenye maisha yangu sasa hivi. Na kuhitaji, na mtoto pia na kuhitaji. Tafadhali, nilikuwa naomba tuishi pamoja eti. Mwamba alikuwa akimwomba bidada waishi pamoja, amuoe, awe mke wake kabisa. Wazee watoto mchele, sio mmoja tu, wazee watoto wengi zaidi na zaidi. Alikuwa akimwomba kweli bidada. Lakini bidada alikuwa amekazia msimamo wake, anachokitaka ni kujichenga. Lakini mwamba akamwambia hapana. Tafadhali, kubali kuwa mwanamke wangu wa milele. Alafu mshikaji akawa anampatia mkono mtoto wa kike. Bidada bana aliupokea mkono wa mshikaji. Hii inamaanisha kwamba amekubali. Ametiki kabisa kuwa mwanamke wa mshikaji. Ametiki kuwa mke wa mwamba. Ametiki wafe na kuzikana. Ndio hivyo bana. Mshikaji hataki kumchanganyia mtoto wa kike mama. Eti azae na huyu, aje azae na mwingine, sijui aoe mwingine, sijui mtoto awe analelewa na mama wa kambo. Mwamba kaona hapana bana. Kaamua bana kuweza kumchukua bidada, waishi wote ili mradi waweze kumlea kwa pamoja mtoto. Wasimchanganyie mafaili bana. Baada ya mwaka mmoja kuweza kupita, kitoto kilikuwa mbona kama kitoto ni cha kike? Nimeomboka. Jamani mtanisamehe. Mimi sikujua bana, nilijua ni cha kiume. Mbona kama kilikuwa kinaonekana cha kiume alafu kumbe ni cha kike? Mimi nilijua ni cha kiume kabisa, tukakipa na jina kwamba kitoto Genius. Asa kwa kuwa ni cha kike, tukipe jina gani? Mdau wangu dropisha comment hapo. Niambie hichi kitoto cha kike tukiite jina gani? Na hizi komenti, nataka komenti za mabinti tu. Mniambie mtoto wa kike tumpatie jina gani. Hata kama ni jina lako ukilitaja tu hapo, flash ya picha lolo, alafu picha itakayofuata, yani movie itakayofuata, atazaliwa tena mtoto wa kike. Tutampa jina lako wewe ambalo utacomment kwenye hii video. Mimi ni yule jina sauti ya Nang'ata, jina sauti ya Simba. Namba zangu ni hizo hapo.
Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba Genius, hivi yule msanii wako kamba The Don hajatoa wimbo mpya? Habari ni kwamba ametoa wimbo mpya, na kwa sasa hivi huwezi kuamini kwamba ametoa na Chino Wanaman. Cha msingi tu ingia YouTube pale upande wa kusearch, kasearch andika kamba The Don na Chino Wanaman. Utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yako hapo. Utakachofanya utaibofya na kwenda kusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Baada ya kufanya hivyo, usisahau kuweza kudondosha comment yako na kuweza kuniambia kwamba Genius, nimeijua hii nyimbo kupitia wewe. Jamani, mumsupport msanii wangu. Huyo ni msanii wangu, mimi ni meneja wake. Msupportini jamani kama ambavyo mnanisupporti mimi, Genius.